Hello, karibu katika somo letu la chemistry kwa wanafunzi wa level. Leo tutajifunza formula mbili, kuna empirical formula na molecular formula. Tutaanza na empirical formula. Empirical formula tunasema this is a formula that shows the simplest whole number ratio of atoms of each element in a compound. Okay, definition inaweza isi make sense. Hebu tujaribu kuelezea kwa namna ambayo itaeleweka zaidi. Ni kama vile sehemu ukipewa 40 juu ya 20, alafu kaambiwa utafute the simplest ratio. Utasema hapa nitagawanya kwa 2 itakuwa ni 20, nitagawanya kwa 2 ni 10, kwa 2 ni 10. Sorry, je nifute. Kwa 2 ni 10, kwa 2 ni 5, kwa 5 ni 1, kwa 5 ni 2. Therefore, the simplest ratio between 40 and 20 ni 2 and 1. Sivyo? Mfano ukipewa labda 50 kwa 100, alafu kaambiwa utafute the simplest ratio between the two numbers. Utasema kwamba kwa 25 ni 2, kwa 25 ni 4, kwa 2 ni 1, kwa 2 ni 2. Unapata 1/2. Therefore, the simplest ratio kati ya 50 na 100 ni 1/2. Vile vile hata na hii ni kwenye mathematics. Vile vile hata kwenye chemistry tuna namna ya kutafuta the simplest ratio ya each atom ya each element of an atom katika compound husika. Mfano, ukapewa glucose. Glucose ni C6, hydrogen 12, oxygen 6. Ukaambiwa utafute the simplest ratio. Ndasema hapa nikidivide by 2 ni 3, nikidivide by 2 ni 6, nikidivide by 2 ni 3. Hapa nikidivide by 3 ni 1, nikidivide by 3 ni 2, nikidivide by 3 ni 1. Therefore nakuwa nabakiwa na C1H2O1. Na kwenye chemistry atom ikiwa moja hivi hakuna haja ya kuandika hii namba, inabaki hivyo, inakuwa ni CH2O. Therefore the simplest ratio ya hizi atom kwenye glucose hizi 612O6, the simplest ratio ni CH2O. Therefore hii inakuwa sasa ndo empirical formula ya glucose. Tuje sasa kwenye definition tena tuone kama it make sense. Kama empirical formula, this is the formula that shows the simplest whole number ratio of atoms of each element in a compound. The simplest whole number ratio. Hiyo ndio concept kamili ya empirical formula. Mfano kapo labda compound nyingine labda ni hydrogen peroxide. Ukaambiwa utafute the empirical formula. Hapo ta divide by 2 ni 1, by 2 ni 1. Tunabakia na HO. Therefore, the simplest ratio of these atoms in hydrogen peroxide equals to HO. Hii ndio empirical formula. Kwamba ni ile formula ambayo tunaipata baada ya kutafuta the simplest ratio of the atoms katika hiyo. Baada ya kujua definition ya empirical formula, tukaangalia definition ya molecular formula. Naandika kwa ufupi molecular formula au MF. Jiandike kwa ufupi. Molecular formula. Molecular formula by definition nasema kwamba this is a formula that shows the actual ni type, maana nikiandika hivi inakuwa maanisha yaonekane vizuri. Ni type. Tunasema this is a formula that shows the actual number of atoms of each element in a compound. Mfano, molecular formula ya glucose ni C6H12O6. Kwani hii ni molecular formula maana inatuonyesha idadi ya atoms katika compound husika. Inatambia hapa kuna carbon 6, kuna hydrogen 12 na kuna oxygen 6.
Mfano empirical formula, molecular formula ya hydrogen peroxide, molecular formula yake ni H2O2. Kwa nini? Sababu ni formula ambayo inatuonyesha idadi ya atoms katika hii compound. Inatuonyesha hapa kuna hydrogen 2 na kuna oxygen 2. Hii ndio maana halisi ya molecular formula. Mfano molecular formula ya methane ni CH4. Inatuonyesha kwamba hapa kuna carbon 1 na kuna hydrogen 4. Hiyo ndio maana halisi ya molecular formula. So tumeshaangalia empirical formula, tukaangalia na molecular formula, tukaangalia uhusiano wao. Relationship between molecular formula and empirical formula. Their relationship is given by molecular formula ni sawa sana N times empirical formula. Also, this N is given by molar mass ya hiyo compound, then empirical formula mass. Hebu tuangalie hii maana yake ni nini hii empirical formula mass. Empirical formula mass. Mfano tumeona glucose molecular formula yake ni C6H12O6. Hii ni molecular formula ya glucose. Empirical formula yake tukaona kwamba ni CH2O. Therefore, empirical formula mass ni molar mass ya hii empirical formula. Kwa tukishapata empirical formula tunaanza kujumlisha molar mass ya hii empirical formula. Hapa kuna carbon ambayo ni 12, hapa kuna oxygen kuna hydrogen 2, kuna oxygen 1 ni 16. Then it's 14 and 6 inakuwa ni 30. Therefore, empirical formula mass ya glucose ni 30 gram per mole. Mfano mwingine, hydrogen peroxide. Utafute empirical formula mass. Cha kwanza vunja hapa kupata the simplest ratio ambayo ni empirical formula ambayo tuliona ni HO. Therefore, empirical formula mass ni molar mass ya hii empirical formula sasa, ambayo inakuwa ni H1 hapa na 16. Hizi ni molar mass ya hizi atoms. Kwa empirical formula mass ya hydrogen peroxide inakuwa ni 17 gram per mole. Therefore, tukirudi hapa juu sasa kwenye hii formula ya kutafuta value of N, inasema kutafuta na value of N ni molar mass ambayo umepewa ya hiyo compound divided by empirical formula mass. Hebu tuangalie baadhi ya maswali tupate concept kamili. Kwenye swali unaweza kupewa empirical formula, kaambiwa empirical formula ni CH, then molar mass ni 78 gram per mole. Kisha utafute molecular formula ya hiyo compound. Kumbuka molecular formula is given by N times empirical formula. Tutafute the value of N sasa, maana empirical formula tunayo. Tutafute this value is given by molar mass over empirical formula mass. Therefore, the value of N equals to molar mass, which is 78 gram per mole. Empirical formula mass. Tutafute empirical formula mass. Empirical formula mass ni ile molar mass ya empirical formula, ambapo hapa empirical formula ni CH. Then we have C and H. Molar mass ya carbon ni 12 gram per mole, ya hydrogen ni 1. Therefore, we have 13 gram per mole as the empirical formula mass. Tukirudi kwenye equation yetu ni N equals to 78 hii hapa over empirical formula mass ambayo ni 13 gram per mole zote hizi.
ambapo ukidivide jibu itakuja ni 6. Ukishapata 6 ndio unakuja kwenye formula. Molecular formula ni sawasawa na value of n, ambayo n sasa hivi hii hapa ni 6. Ni 6 times empirical formula. Empirical formula ni CH given hii hapa. Kwa hivyo sasa hii 6 tutazidisha kwa H, tutazidisha kwa C, tutazidisha kwa H vile vile. Kwa hiyo inakuwa molecular formula ni sawa na C6H6. Hii ndio molecular formula, na hivyo ndivyo namna ya kukalkulate molecular formula. Twende kwenye example number 2. Example number 2. Swali lingine ni hili hapa. Tumeambiwa kwamba a compound has an empirical formula of CH2. Kwa empirical formula ni CH2O. Hii ni empirical formula. And the molar mass ni 180 gram per mole. What is the molecular formula? Tunarudi katika uhusiano wetu, equation yetu. Naambia from molecular formula equals to n times empirical formula, and n equals to molar mass over empirical formula mass. Basi tutafute empirical formula mass. What's the empirical formula? Empirical formula ni CH2O. Kwa tutaandika hapa ni CH2O. Carbon ana molar mass ya 12. Hydrogen ana molar mass ya 1, la kwa wawili hapa inakuwa ni 2. Oxygen ana molar mass ya 16. Kwa inakuwa ni 18 hapa, na hapa inakuwa ni 30. Therefore empirical formula mass ni 30 gram per mole. Tuna molar mass, yes, molar mass ni 180 gram per mole. Therefore the value of n equals to 180 gram per mole over 30 gram per mole, ambapo the value of n inakuwa ni sawa na 6. Ndio tunarudi katika ile equation ya molecular formula ni sawa na n times empirical formula. The molecular formula equals to value of n is 6 now. Empirical formula ni CH2O. Hii nitazidisha kwa huyu, nitazidisha kwa huyu, nitazidisha na kwa huyu. Kwa molecular formula inakuwa ni sawa na C6, H inakuwa ni 12, O6. Very easy, very straightforward, very clear. Hivyo ndo namna ya kutafuta molecular formula. Twende kwenye example number 3 kabla kwenda kwenye kipengele kingine. Example number 3. So inasema a compound has an empirical formula of C2H5. So empirical formula is sawa na C2H5. From here to calculate empirical formula mass. Empirical formula mass, hapa tuna carbon wawili, hydrogen 5. Then carbon ana molar mass ya 12 mara 2 inakuwa ni 24. Hapa hydrogen ana molar mass ya 1 mara 5 inakuwa ni 5. Therefore empirical formula mass ni sawa na 29 gram per mole. Then molecular formula ni sawa na molecular formula ni sawa na n times empirical formula. Then the value of n equals to molar mass over empirical formula mass. Then molar mass tunayo ni 58 gram per mole. Empirical formula mass tunayo ni 29. Hii hapa 29 gram per mole. Then the value of n equals to 2. Okay, divide hapa.
Then turudi kwenye formula yetu, molecular formula ni sawasawa na N, ambayo N sasa hivi ni 2 times empirical formula ambayo ilikuwa ni CH25. I mean C2H5. This times this times this. Therefore molecular formula equals to C4H10. Very easy. Baada ya kusoma empirical formula na molecular formula, tuangalie kipengele kingine kinaitwa ni percentage composition. Percentage composition. Percentage composition, nasema by definition, tunasema kwamba hii percentage composition, this shows what percentage by mass of each element is present in a compound. Mfano kapala sodium sulfate, hapa tuna sodium, tuna sulfur, tuna oxygen. Sasa hii percentage composition inatuambia kwamba sodium ipo kwa asilimia ngapi hapa, sulfur ipo kwa asilimia ngapi, na oxygen ipo kwa asilimia ngapi. Mfano ukipoa kwenye bika ukapoa mchanganyiko, ukaambiwa hapa huku ndani kuna maji, kuna spirit maybe kuna compound nyingine, mfano maybe hydrochloric acid, maybe kuna sulfuric acid, hii solution huko ndani. Sasa pia hii percentage composition inasaidia kujua kwamba katika mchanganyiko maji ni kiasi gani, methanol ni kiasi gani, HCl ni kiasi gani, na hydrogen sulfate ni kiasi gani in terms of percentage. Now the very same way, ukiwa na sulfuric acid, hii percentage composition by mass inakwambia kwamba oxygen ipo kwa kiasi gani, yuko kwa asilimia ngapi, sulfur ipo kwa asilimia ngapi, na hydrogen ipo kwa asilimia ngapi. Then sasa kuna formula ya kutafuta hiyo percentage composition of the element, ambao ni sawasawa na total mass of the element. Total mass, hebu nijaribu kutype, maana hapa screen ni ndogo. Nifute alafu ni type. Well, nimejaribu kutype lakini naona imekuwa mbaya zaidi. Nitajaribu kuandika kwamba percentage composition of an element ni sawasawa na, utachukua mass of that element, mass of the element divided by total mass of the compound, utazidisha yote hii kwa 100. Hii ndio formula ya kutafuta percentage composition. Mfano ukaambiwa labda calculate the percentage composition of water. Maana yake ni kwamba useme bana, katika water H2O oxygen ipo kwa asilimia ngapi na maji nayo ipo kwa asilimia ngapi. Ni simple. Cha kwanza tafuta total mass of the compound, hii hapa, hii chini hii. Total mass of the compound, total mass ya maji. Tunajua hapa tuna hydrogen wawili ambao ni 2 gram per mole. Hapa tuna oxygen ambao ni 16. Therefore total mass ni 18 gram per mole. Then sasa tuanze kuangalia percentage composition ya hydrogen. Ni sawa na mass ya hydrogen ambao ni hapa inakuwa ni 1, ambayo hapa inakuwa ni 1, ambapo mass ya hydrogen ni 1, lakini kwa hapa hydrogen ziko 2, kwa inakuwa ni 2. Inakuwa ni 2 gawanya kwa total mass ambayo ni 18 times 100. Kwa hivyo sasa percentage composition ya hydrogen atom
sana 11.1%. Then percentage composition ya oxygen atom ni sana mass ya oxygen atom ambayo ni 16 gram per mole over total mass ambayo ni 18 times 100, and percentage composition of oxygen equals to 88.9. It is very simple, very very simple. Ukiambiwa tafute percentage composition ya maybe sodium hydroxide, cha kwanza tafuta mass ya compound nzima. Sodium ana 23, oxygen ana 16, hydrogen ana 1. Hichi inakuwa ni jibu ni 40 gram per mole total mass. Total mass. Then percentage composition ya sodium ni molar mass ya sodium ambayo ni 23 over 40 ambayo ni ya wote mara 100. Then percentage composition ya oxygen ni molar mass ya oxygen over molar mass ya wote kwa 40 times 100. Percentage composition ya hydrogen atom kwenye sodium hydroxide ni molar mass ya hydrogen atom. This time inakuwa ni 1. Kwa nini? Sababu hydrogen iko moja kwenye sodium hydroxide over molar mass ya wote times 100. Hiyo ndio namna ya kutafuta percentage composition. However, unaweza kupewa percentage composition sasa alafu ambao utafute empirical formula. Mfano swali hili ukaambiwa labda kwenye compound kuna 40% of carbon, kuna 6.7% of hydrogen, then kuna 53.3% of oxygen. Then tafuta hii empirical formula hii compound. Kumbuka formula inavyosema ni kwamba percentage composition ya atom husika ni sawasawa na mass ya hiyo atom, mass yake over total mass times 100. Kwa sababu cha kujua ni kwamba tupate total mass ya hiyo compound kwanza. Tupate total mass ya hiyo compound. Tukishapata total mass tutaweza kujua the value of n, kwa sababu value of n ni sawasawa na mass. Ukipewa swali la namna hii, cha kwanza ni kuzibadilisha hizi percentage kwenda kwenye gram. Assume the 100% ni sawasawa na 100 gram. Kwa hivyo sasa hii 40% ni sawasawa na 40 grams. Then hii 6.7% sawasawa na 6.7 grams. Na hii 53.3% ni sawa na 53.3 grams. Now we have grams, tunaweza tukaconvert kupata moles. Moles ni sawasawa na mass over molar mass. Kwa hivyo sasa tafuta number of moles za carbon hapa. Inakuwa ni moles ni sawasawa na 40 gram .12 gram per mole. The answer is 3.33 moles. Kwa hydrogen ambayo na 6.7 divided by 1 ambayo ni molar mass ya hydrogen, itakuwa ni 6 almost. Mjibu itakuwa ni 6. Kwa hivyo kwa hydrogen ambayo ni mass yake ni 6.7 gram kwa molar mass ya hydrogen gram per mole moja. The answer is 6.7 moles. Kwa oxygen ambayo ni mass yake ni 53.3, molar mass ya oxygen ni 16 gram per mole. The answer is almost 3.33. Therefore, you have 3.33 moles for carbon, 6.7 moles for hydrogen, and 3.33 moles for oxygen. Ukishapata moles hizi, una divide each mole by the smallest number. The smallest number hapa ni 3.33. Therefore, tutachukua 3.33 divided by 3.33. Utapata 1. Then hii
6.7 divided by 3.33. The answer is nearly equals to 2. Ya mwisho ni 3.33 divided by 3.33. The answer is 1. Therefore, you have almost 1 carbon. Hydrogen, you have 2. Oxygen, we have 1. Therefore, the empirical formula equals to CH2O. Y2 hydrogen ziko mbili. Kwa ukipewa percentage mwanzo utaweza kupewa kama mwanzo tulivyoangalia huku, unaweza kupewa molecular formula, alafu kama utafute percentage composition. Hiyo ni rahisi, lakini sometimes unaweza ukapewa percentage composition alafu utafute empirical formula. Hatua ya kwanza una assume kwamba hizi percentage ni mass. Kama ukapewa 40% basi una assume ni 40 gram. 53.3% basi ni 53.3 gram. Then hizo gram unazidivide kwa molar mass ya hiyo atom husika. Kama ni carbon then 12, hydrogen ni 1, oxygen ni 16 and yategemea na atom husika. Ukishapata hizo jibu, hizi zinakuwa ni moles. Then una divide each mole yopata na the simplest number katika haya majibu. Simplest number ni hii au hii, the smallest I mean. Una divide kwa hapa na kwa hapa. Jibu utakalopata hapo na approximate the whole number. Hiyo whole number unapachika katika kila atom husika, inakuwa ndio empirical formula yako hiyo. So tumejifunza vitu vitatu. Cha kwanza tumejifunza empirical formula, tukajifunza molecular formula, tukajifunza na percentage composition. Alright, video inayofuata tutajifunza ionic equation ambayo ni kitu ambacho nilikiruka. Itakuwa nifundishe baada ya balance of chemical equation, lakini it doesn't matter, itakuwa ndo the next video. Thanks for watching. Hii video itakuwa bye bye. Sorry, ukipo swala namna hii, cha kwanza ni kuzibadilisha hizi percentage kwenda kwenye gram. Uta assume kwamba the 100% ni sawa na 100 gram. Kwa hivyo sasa hii 40% ni sasa na 40 grams. Then hii 6.7% sasa na 6.7 grams. Na hii 53.3% sasa na 53.3 grams. Now we have grams, tuka convert kupata moles. Moles ni sawa na mass over molar mass. Kwa hivyo sasa tafuta number of moles za carbon hapa. Inakuwa ni moles ni sawa na 40 gram .12 gram per mole. The answer is 3.33 moles. Kwa hydrogen ambayo na 6.7 divided by 1 ambayo ni molar mass ya hydrogen, itakuwa ni 6 almost. Mjibu itakuwa ni 6. Kwa hivyo kwa hydrogen ambayo ni mass yake ni 6.7 gram, kwa molar mass ya hydrogen gram per mole moja. The answer is 6.7 moles. Kwa oxygen ambayo ni mass yake ni 53.3, molar mass ya oxygen ni 16 gram per mole. The answer is almost 3.33. Therefore, you have 3.33 moles for carbon, 6.7 moles for hydrogen, and 3.33 moles for oxygen. Ukishapata moles hizi, una divide each mole by the smallest number. The smallest number hapa ni 3.33. Therefore, nitachukua 3.33 divided by 3.33. Utapata 1. Then hii 6.7 divided by 3.33. The answer is nearly equals to 2. Ya mwisho ni 3.33 divided by 3.33. The answer is 1. Therefore, you have almost 1 carbon. Hydrogen, you have 2. Oxygen, we have 1. Therefore, the empirical formula equals to CH2O. Y2 hydrogen ziko mbili. Kwa ukipewa percentage mwanzo utaweza kupewa kama mwanzo tulivyoangalia huku, unaweza kupewa molecular formula,
alafu kama utafute percentage composition. Hiyo ni rahisi, lakini sometimes unaweza ukapewa percentage composition alafu utafute empirical formula. Hatua ya kwanza una assume kwamba hizi percentage ni mass. Kama ukapewa 40% basi una assume ni 40 gram. 53.3% basi ni 53.3 gram. Then hizo gram unazidivide kwa molar mass ya hiyo atom husika. Kama ni carbon then 12, hydrogen ni 1, oxygen ni 16 and yategemea na atom husika. Ukishapata hizo jibu, hizo zinakuwa ni moles. Then una divide each mole uliyopata na the simplest number katika haya majibu. Simplest number ni hii au hii, the smallest I mean. Una divide kwa hapa na kwa hapa. Jibu utakalopata hapo na approximate the whole number. Hiyo whole number unapachika katika kila atom husika, inakuwa ndio empirical formula yako hiyo. So tumejifunza vitu vitatu. Cha kwanza tumejifunza empirical formula, tukajifunza molecular formula, tukajifunza na percentage composition. Alright, video inayofuata tutajifunza ionic equation ambayo ni kitu ambacho nilikiruka. Itakuwa nifundishe baada ya balance of chemical equation, lakini it doesn't matter, itakuwa ndo the next video. Thanks for watching.